kwa neema ya Mungu. Wacha kujiongoza, wacha uongozwe, kwa sababu ni Mungu ambaye tunajua ni the great shepherd. Anajua mahali malisho mazuri yako. Kwa hivyo ngoja uongozwe. And the Bible says, and he did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Nasikia ni kama nitabirie watu hapa leo hii. Unapoondoka kwenye kongamano hili, kuna vitu Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Unapoondoka kwenye malango haya, Mungu atajidhihirisha. Yale miujiza ambayo umekuwa ukiamini Mungu atende, Mungu atafungua hayo milango na baraka zako zitaanza kutiririka. Itafika mahali utakuwa unajiuliza, neniye kananeo, neniye wajiro kananeniye John. Nimesema vibaya watu wa Mungu? Kwa sababu kuna vitu unaenda kukutana nazo kule nje. Mungu anakuambia, nilikuwa ninakutengeneza ili nikupatie capacity. Kile ambacho ninaachilia kwa maisha yako, watu wa dunia watakutazama na watasema, Mungu wa Jeremiah, Mungu wa Musa, Mungu wa Yeremia anafanya jambo fulani katika maisha yake. Somebody say amen. Endelea tumalize hiyo maandiko. Hata hii note wacha niweke kando sasa. Endelea tumalize hiyo maandiko. When they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate, milango ya chuma, ile ambayo shetani anajua huwezi kupita, huwezi kuvunja. Lakini kuna simba wa Yuda ambaye ana uwezo wa kuvunja kila ngome, wa kuvunja kila nira. Ana nguvu imara ya kufungua malango ya chuma katika maisha yako. Vitu ambazo umekuwa nazo kwa muda mrefu, iliua mama yako, iliua baba yako, iligandamiza watu wa kwenu. Lakini leo hii, kwa ajili ya upako wa Roho Mtakatifu ulioko mahala hapa siku ya leo, ninatangaza juu ya maisha yako, kila mnyororo, kila ngome, kila mlango ambayo imekuwa imefungwa kwa muda mrefu, wacha leo hii malaika akuongoze, akiyavunja vunja na akiyafungue yeye mwenyewe. Wanapoenda na malaika, maandiko inatuambia wakitembea pamoja, wakaenda chini. Maandiko inatuambia that iron gate, there is a reason why, Bishop Mbatia, that iron gate led to the city. How comes it never led to the village? It never led to the slum. It led to the city, because that is where your assignment is. That is where there is economy. Hapo ndio biashara inaendelea. Mashule yanajengwa hapo, makanisa yanaanziwa hapo. Kuna vitu fulani zinaanzishwa pale. Ayayayaya. Mimi ninawatangazia siku ya leo, mkiondoka mahala hapa, na Mungu akuongoze in that one street ambayo itakufikisha mahali ambapo unafaa kuenda. Ayaya. And went down one street, and immediately the angel departed from him. Yani malaika wa Mungu hakupiga makona kona mingi kumfikisha mahali ambapo anahitajika kuwa. Alienda one street. Hata we kuna njia moja tu, sio njia nyingi, ni njia moja tu ambayo inaelekea kwa Baba, na huyo ni Kristo. Na huyo Kristo ndio ana neema, ndiposa anakuondoa pale kutoka gerezani, kwa sababu anataka akuongoze mahali ambapo unahitajika, mahali ambapo neema yako inahitajika, mahali ambapo watu wata appreciate ile grace wewe umebeba, watu wata appreciate talanta yako, watu wata appreciate ile accounting experience uko nayo, zile vitu ambazo ulisomea shuleni. Huyu malaika wa Mungu atakuongoza pale pale na sio kwingine. The blessing that was meant for you shall not be diverted. I said it shall not be diverted in the name of Jesus. Hebu endelea hapo. Tuone tu. And when Peter had come to himself, he said, now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod. Wachia tu hapo. The hand of Herod does not attack your now, it attacks your future.
When Moses was born, there was a king that rose and made a decree that all male children below 3 years must be killed. The king was not attacking his present situation. The king was trying to annihilate his future. Yesu alipozaliwa, Herode mwenyewe akasema wanaume wote chini ya miaka 3 wauawe. Unashangaa, why is he being threatened by baby Jesus? Mtoto anakuingiza baridi, mtoto. Lakini alikuwa amegundua kuna neema huyu mtoto amebeba, akiachiliwa aendelee kukomaa ataleta madhara kwa ufalme wangu. Kwa hiyo hakupigi kwa ajili ya vitu ambavyo uko navyo sasa, anakupiga kwa ajili ya siku za usoni. Sababu yeye mwenyewe anajua Mungu ana mipango mwema kwa ajili ya maisha yako. Anaangalia siku zako za usoni, anaanza kutengeneza barabara vizuri. Lakini shetani huwa anaingia kati, anakuweka katika jela. Lakini kuna malaika wa Mungu ambaye atatuma kwa ajili ya maisha yako, ili uweze kupata uhuru katika maisha yako. Alafu inasema, and all the expectation of the Jewish people. These are traditional minded people. People who think because your father died of cancer, you must also die of cancer. Because your mother was a loser, you must also be a loser. Because mommy got a baby out of wedlock, so your daughter will also get a baby out of wedlock. But the devil is a liar. That is the revelation that comes to Peter. Now he understands what the hand of Herod means. He also understands the expectations of the Jewish people. Situmalize hiyo maandiko. Sijui kwa nini nasikia kufundisha leo. Time imeisha. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Watu wa Mungu, neema inapoachilia ndani ya maisha yako, mtu wa Mungu, usiende kule nje kwa walevi, hati kwenda kusherekea kukaa kwa ile kiti inaitwa sina tabu. Kwani nimesema vibaya watu wa Mungu? Usiende kule nje, rudi katika nyumba ya Bwana. Njoo umshukuru, njoo umpatie utukufu. Kwa nini nasema hivyo? Whatever has been received from this altar can only be maintained on this altar. Whatever has been birthed in prayer can only be maintained by prayer. Sijui kama tunaelewana watu wa Mungu. Haya, angalia mwisho. Hiyo ndio ya mwisho, niondoke. Niliambiwa kwa Bible school mhubiri wa Kipentekoste anasemanga this is my last point mara 3. Nimemaliza mara 3. Aya. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. Verse 14. When she recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. Yani kuna wengine wenu munaomba. Na kwa nini unaomba na hauna expectation? Na Mungu anakutendea jambo fulani katika maisha yako, lakini Mungu akiitenda kwa haraka, unaanza kujiuliza, oyo ne gai kananeo. Ninajua nikiomba Mungu anafanyanga vitu fulani baada ya wiki 2, miezi 2. Lakini ona. Endelea verse 15. Tutamalizia verse 16. But they say to her, you are beside yourself. Walimtukana. Nikeke urunawe. Ateorao gatia. Ati Petro amefika wapi? Sisi tulikuwa tukiomba tukijua kuna siku ya Passover inakuja. Na wewe unatuambia ile maombi tuliomba Mungu alisikiza. Na ndio hiyo, Mungu alisikiza. Walimwambia you are beside yourself. Yet she kept insisting that it was so. So they said it is an angel. Hata nyinyi kuna baraka fulani Mungu atawaachilia. Utaanza kujiuliza, ni Mungu ametumana ama ni malaika ameileta? Utaanza kusema inakaa ni kama ni malaika ameileta. Lakini Mungu ataendelea kukaa pale akikuhakikishia ni mimi nimejibu. Angalia, Petro aliendelea kugonga mlango. Verse 16. Angalia. Now Peter continued knocking. The blessing that is meant for you, it is not going to leave you.
it is not going to leave your address. Every blessing concerning your life is like a guided missile to your destination. Hata majirani watokee, waimezee mate, waseme hii gari ni ya nani, waanze kusema hii ni ya mwana wakwa, kabla waanze tigana nayo. Hii nimelia kwa hii madhabahu, na nikiona Mungu ametenda jambo kama hilo, ya kwamba nimetembeza msichana wangu pale kwa altari mpaka akaolewa, na watu wanapotea kule nje. You don't know whether they are marrying a Mr., a Miss or a mistake. Haujui. Lakini wewe, Mungu ameweka watu wako vizuri, ukafika pale. Wacha wengine washangae, lakini wewe unajua umekuwa ukitembea chini ya mtiririko wa neema usiokwisha. May the Lord God bless you. May the Lord God shine upon you in Jesus' mighty name. Somebody give the Lord a praise in their house. Somebody give him glory with their house. Somebody celebrate God for the miracle. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Is that not a double portion? Amen. Jana tulikutana na nani? Leo tumekutana na nani? Anejo. Hallelujah. Kesho itakuwa sijui ni nani sasa. Hallelujah. Jana ni nabii, leo Anejo. Bwana asifiwe. This is wonderful. Hata wewe unashangaa, watu walishangaa, wameombea kitu wanashangaa, they are astonished. Amen. Si macho imefunguliwa? Tumeambiwa macho ifunguli, mwangaza uangazwe, because all we need is available. Ni kwa vile hatuoni tu. All that you need, it is there in Jesus' name. So Bwana wabariki sana. May God bless Reverend Ken. Amen. May God bless Bishop JB, because ni yeye amemtuma na ametutumia akijua ataweza. Hallelujah. Na upako amepata. Amen. God bless Bishop Batia, because he has also brought the anointing. Amen. You know, hiyo covering, wakati mnaona bishop wetu hapa akiwa hayuko, ujue kuna covering. Sasa wakati unaona bishop wako hapo, kuna covering ya aina fulani. Hallelujah. So we are so glad, we are strengthened. Sasa ni kuenda na we were told we have to also participate in the grace. Peter aliambiwa amka. Na pia kuna wakati tutakuwa tunapitia affliction. Amen. Si tunaimba hivyo tu. Nare mwede nare gede kenoine maria mothe. Kwa hivyo kuna wakati unachapwa kidogo. Hallelujah. Ili uamke. Hallelujah. Si tumeambiwa Peter alikuwa amelala, akachapwa kidogo amke ili asisimuke. Hallelujah. Kwa hivyo kuna mambo itakuja wewe unaona Glory to God. So jana tumesema ni leo. Haya. Sijui.
Come and find out. Come and find out. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. We are so grateful. We are so built up and we thank God. So now I don't want to take a lot of time. I want to call Bishop. I know Bishop. He will offer a word of prayer. Bwana asifiwe sana. Maombi yake naijua. Kuna pahali kulikuwa kumekwama kabisa. Kulikuwa na gates. Iron gates. Sikafunguka mpaka nikashangaa. Hallelujah. So nataka akuje hapa. Ile hizo iron gates zinazuia baraka zako. Zinakuzuia utoke kwa hiyo jambo asifujafuje. Bishop, with all due respect, it's my humble request to invite you to pray for us. Amen. After that, I will invite protocol, Erikana, chairman, to come and guide us. Amen. Hallelujah. Najua neno la Mungu linapokuja kuna mambo ambalo lazima litende. Najua tuweza kutoka hapa tuseme tumebarikiwa. Thank you Reverend Ken for that word. Nani ameona baba katika mwana? Nafikiri hata baba nilisikia akisema pandi ndio kuko na iko mahali pamoja wazee walifurahia. Praise the Lord. Utaweza kutoka hapa ukiuga hii twaujirio. Ila twaujirio ni munabii. Umwe twaujirio ni muraika. Kwoguo uria ucio muikaranite no kwoguo. Najua kile kitu ambacho akibadilishangi watu wa Mungu ni kwa sababu ya kusikia neno na wanakosa kulitendeza kazi hilo neno. Na neno la Mungu ukilisikia linaleta mabadiliko ya kudumu. Praise the Lord. Kwa sababu Mungu amekuchagua wewe usikie hili neno. Na tumelisikia neno. Ile ambayo itafanya sisi tuwe watu tofauti ni kulishika lile neno na kumwambia Baba niko hapa katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni watu wa Roho Mtakatifu. Si anatunenea. Si baba yangu jana alisema sisi ni Pentekoste. Si hata zote ni Pentekoste. Si Roho Mtakatifu ametujia. Sasa wewe ndani yako unaamini hilo neno. Bwana asifiwe sana. Unaamini hilo neno linakubadilisha. Wakati ndio mchungaji amenena, ilianza kuangalia ni milango gani hiyo ambayo imenisuia. Kwa sababu hata mimi mkiniona hapa sijafika mahali ambapo ninataka kwenda. Katika mbinguni ninaenda. Si mtu azime amina. Mbinguni tunae huko hatuna shaka, lakini sasa ile tuliokoka tulikuwa tayari twende mbinguni, lakini si Bwana alifanya tukae hapa chini kwa kusudi gani? Nataka kuomba pamoja nasi tukiamini pamoja. Kama tumesimama, tusimameni. Nataka tuweke hiyo andiko kidogo pale katika Matendo ya Mitume 12. Watu ambao wako studio tunaomba pamoja. Tunaomba pamoja. Matendo ya Mitume pale tumesoma zile gates ambao Peter alikuwa apitie. Watu wa studio mmetoa. Lakini sawa mmetoa ama mnarudisha.
Naona kuna watu wa studio mahala pale. Acts chapter 12. Praise the Lord. Neno nasema hivi, when they were past the first and the second guard post. Sasa walikuwa wamepita lango ambao lililindwa, la kwanza na la pili. Hii maisha ni safari katika jina la Yesu Kristo. Na katika safari hii kuna vizuizi vingi, 1, 2 katika jina la Yesu Kristo. Wakaja hata mlango wa chuma. Yaani kizuizi kinazidi kuwa kikubwa, lakini za ile kizuizi kimekuwa kikubwa, hapo ndio ushindi ambao utapatikana ulie mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuinue mikono yetu juu. Mniruhusu tu nifanye vile ninajua katika jina la Yesu Kristo. Si ni kweli jamani? Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekusanyika kama kanisa lako, tukitazama madhabahu haya ambao Mungu wetu imeinuliwa, ili tukija katika madhabahu haya tuweze kupata ushindi katika safari ya maisha ambao umetuitia. Ulitujua Baba wetu, kwa sababu ulituitia kazi kubwa kama watoto wako Mungu wetu. Na katika jina la Yesu Kristo, hii safari ya maisha sio sisi tulijipatia, lakini we Baba wetu ulituamulia. Na tunajua kuna vipingamizi vingi katika jina la Yesu Kristo. Ninapoomba najua unatazama maisha yako. Hata mimi natazama maisha yangu. Ninajua saa hizi kuko na kile ambacho kimesimama kama kipingamizi katika maishani mwangu. Na Baba, watoto hawa wako wanaposimama, kuna kile ambacho Roho Mtakatifu anaonyesha kiko mbele yao. Ninasimama hapa Baba wetu kama mchungaji wa watu wako Baba wetu katika madhabahu haya, nikiomba katika jina la Yesu Kristo, Baba, wakaweze kupita lile la kwanza, lione lile katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakaweze kupita hata lile lango la pili katika jina la Yesu Kristo. Tunazidi kupanda katika Baba ibada hizi kuanzia saa ile tulianza buku wetu, na tunatembea pamoja nawe kutoka ushindi mmoja hata mwingine. Na Baba, tunaingia mahala ambapo ni pa ushindi zaidi katika jina la Yesu Kristo. Ule mlango ambao ni wa chuma ambao umezuia wengi wetu, tumejaribu siku nyingi, na Baba imekaa kama iko nguvu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba mlango huu, hata kabla tujafika pale, mlango funguka. Mlango funguka katika jina la Yesu Kristo. Mlango funguka. Si mtu aseme mlango wangu funguka. Mlango wa maisha yangu, mlango wa watoto wangu, mlango wa masomo yangu. Kila mtu aseme funguka. Funguka katika jina la Yesu. Neno linasema kama vile tumesikia, wakatoka nje wakapita katika njia moja. Si mtu anajua tunaitwa njia moja. Kuko na njia nyingi tunatafutanga, lakini njia ya kufaulu ni moja. Kila mtu aseme Baba, katika jina la Yesu, ile njia ya maisha yangu ambao umeamua Baba siku ya leo, naipitia siku ya leo katika jina la Yesu. In the name of Jesus, may I discover my one way. In Jesus' name. Hallelujah. Neno linasema, tunaomba pamoja. Mara malaika akamwacha. Kila mtu fungua macho kidogo. Malaika akafanya nini? Unajua Ken, nimependa hiyo sana. Malaika kwa biko mahala pa Mungu kukuamini wewe. Hajaenda, lakini ako pamoja na
Si alisema sasa ile alienda, mimi ninaenda, naachia Roho Mtakatifu. Mchungaji Moses amesema kesho hajui nani anakuja. Lakini nimetazama hilo, malaika akamwacha, akatembea na nani. Sitakumalizia kwa sababu nataka kuja hapa kesho katika jina la Yesu Kristo. Lile ambalo Mungu angetaka zote tujue ni tuimarike. Tujue ya kuwa alisema hata tuacha, atakuwa pamoja nasi, na hiyo ni agano katika jina la Yesu Kristo. Akasema mara malaika akaingia wapi? Wana ambao tusoma pamoja, akaingia wapi? Akaingia njia ambayo ilielekeza mji katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni nafasi ambayo Mungu ametupatia. Tuinue mikono yetu juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati Yesu ulipaa kwenda kwa Baba, haukutuacha bure. Ulituachilia Roho Mtakatifu wako, na ukasema mambo makuu tutayatenda hata kuliko yale Kristo Yesu uliyatenda, kwa sababu umetuachia nguvu zako siku hii leo. In the name of Jesus, this evening, oh God Almighty, tunaomba wana wako, tunaposimama hapa, tunajua Mungu wetu, nguvu zilizo ndani yetu, the power that is in us, our Father, God will do much more and greater things, our Father, even as we advance, oh Lord, to the area of victory, to the cities of victory, in the name of Jesus Christ. And we are going to reign, our Father, oh God, right from our homes, oh God, as fathers and mothers, our sons and our daughters, our Father, Lord, in the realms of the government. We are going to reign, our Father and our God, even our Father, Lord, in education. Precious God, I pray, as our Father, we stand here today, that our Father, this conference, oh Lord, is ushering us. Doors are opening. In the name of Jesus, great doors are opening to the glory and to the praise of your holy name. Na siku ya leo, nawaachilia katika jina la Yesu. Nawaachilia katika jina la Yesu Kristo. Mtasimama mahala pa nafasi kubwa. Tutasimama mahala ambapo wengine walifikiria hatutasimama, katika jina la Yesu Kristo. Najua nimekuja mahala hapa na mniruhusu, ni kweli jamani, si ni kweli? Najua watu wanaendaga wanasema ati nienda mkutano nikaona watu wengi na mkulino moja. Nimesimama hapa nikasikia, sasa nilikuwa nimeketi hapa, huyo mkulino mmoja, kila mtu anasema huyo mkulino mmoja atakuwa zaidi. Sema pamoja nami, atakuwa zaidi ya watu 10. Sema huyo mkulino mmoja, kwa sababu ako na Roho Mtakatifu, atafanya makuu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. May you receive the word of God today in Jesus' name. Father, we thank you for your children. May we walk in ceaseless flow, oh God Almighty. May you make us, our Father, in friends beyond what we ever thought and beyond what anybody ever thought about our Father, because the power of God is here together with us. There will be no more crying, our Father. Our future is certain. In Jesus' name, and everybody said, amen and amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Kwa niaba ya pia ya askofu wetu, na atakuja kesho, kwa niaba ya askofu wetu, mtaweza kuketi. Kwa niaba ya askofu wetu, najua anatazama hata saa hizi, si ati amefunga runinga, angali anatazama kuona vile watoto wanafanya. Tunaona kuna watoto wazuri. Kwa hivyo kwa niaba yake pia, asanteni sana kwa kutushika ugeni na kutukubali. Sisi ni sehemu ya kanisa hili katika jina la Yesu Kristo. Bwana watendee mema. Thank you Mchungaji Moses. We honor you. Nimwambie mzee tunamuona sana. Sana sana, ni mtu mzee ambao tumeheshimu. Thank you so much. Na sasa tutawaaita kule Thika, si mtakuja?
mkikuja Thika mkuje vile najuanga mnakujanga. Sijui kama nyinyi kama sasa ndio sijuanga ni gani. Mimi nataka zaidi nitawaita mkuje kama mnachelewa kidogo. Alafu tuimbe yule wimbo wangu. Ile wimbo wangu natakanga muimbe. Sasa sisi tutakuwa pandile nyingine, Musa atakuwa amenifundisha. Madhiko agedia ya na junalegu Kaimo tagetigera Amen. Nyimbo ya Yesu Kristo namanda Yesu Kristo lewe mota twakeri. Amen. Makofi, 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 makofi. Asante sana Bishop. Tunashukuru Mungu sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Muko salama? Muko sawa? Mbele iko? Hata kesho iko? Kesho, si kesho. Kesho iko? Bwana asifiwe. Kwa kweli tumebarikiwa sana na tunashukuru Mungu kwa sababu tumeambiwa mwangaza ukija unafunguka macho, unakuwa delivered, na njia ni moja na tutaifuata na tutafika. Bwana asifiwe. And the iron gates, hiyo imenifurahisha sana. Hizi zingine wachana nazo, but the iron gate itafunguka yenye. So milima itayeyuka yenye. Sasa can you imagine? Hiyo ndio tunaogopa sana, lakini leo tumeambiwa itafunguka yenye. At your presence Mungu atafanya ifunguke yenyewe. Bwana asifiwe. Sasa hiyo imetutosha, tumebarikiwa kiroho na mimi pamoja na chairman wangu pale. Sasa hata sisi kuna pande tunasema hata kwetu ni ceaseless flow of grace, kwa sababu kuna ya kiroho na ya kimwili. Kwa hivyo msicheze na sisi, hata sisi maneno ya hapa ni ceaseless grace of, inaitwa ceaseless flow of grace. Mulikula jana, mutakula leo na mutakula na siku ingine mutaku. Ama hiyo sio grace? Si ndio? Chairman, si ni kweli? So mkitoka hapa ladies, wale wengine apart from the clergy, tukiongozwa na bishop na guest speaker pamoja na pastor wetu, hao wote na deacon na wake wa wachungaji na board members wote, tutaenda pahali tulienda pale juu. Hapo mtapata kitu pale juu, pale pajana Daniel, tutafika pale, kuna kitu pale. Kwa wamama wengine wa kanisa pande hii kuna chai na kitu kidogo iko hapo, na wazee wa kanisa